Naona mama Beatrice ndio ananifuata, ndio anaitika amen. Haleluya. Amena. Bwana kwa watatu. Haleluya. Amen. Tukisoma katika kitabu cha Yohana, if we read in the book of John, Yohana sura ya 8 mstari wa 15 John 9:58. Ya, tunaanza 56 mpaka 58. 56 through 58. Nasema ya kwamba Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyo iona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia. Haujamaliza? Keep going on to 58. Hapana, ishipa. Acha nisomee kitabu. Yohana 8:15-6. Nasema ya kwamba baba yenu Abrahamu alifurahi kuona siku yangu, akaiona akafurahi. 57. Halafu Wayuda wakamwambia, wewe hujafika bado miaka 50, nawe umeona Abrahamu? 58. Yesu akawaambia, kweli kweli nawaambia ninyi, mbele Abrahamu hajazaliwa mimi niko. Amen. Amen. Yaani ni kusema ya kwamba kabla Ibrahimu alikuwa hajazaliwa, Yesu alikuwa shakuwa. That's to say that before Abraham was born, Jesus was. Wayahudi waliweza kuchanganyikiwa. And the Jews were confused. Yesu yuko anawaambia kwamba hata baba yenu Ibrahimu aliweza kufurahi kuja kwangu. Jesus was telling them that even your father Abraham was happy to come to. Wakaangalia miaka ya Yesu hajafikisha hata miaka 50. And they looked at Jesus and they saw that he's not. Akasema, sasa wewe ilikuwaje Abrahamu afurahie siku yako na japo wewe ulikuwa hujakuwa? They asked him, how is it that you were not born yet but Abraham was full, was. Hapo Makutano akawaambia kwamba kabla Ibrahimu hajazaliwa, and his response was, before Abraham was mimi born, nilikuwa. I was. Hallelujah. Amen. Alikuwa kabla. He was before. Tuingie kwenye Luka sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 7. We're going into Luke 2:1-7. Neno letu iko kupokelewa kwa Yesu Kristo. Our heading of today, our theme is about how Jesus was received, the welcoming of Jesus Christ. Luka 2. Luke 2. Mpaka 7 nasema ya kwamba 1-7. katika siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ili majina ya watu wote katika dunia yaandikwe. 2. Maandiko haya yalifanywa kwanza wakati Kornelio alipokuwa mtawala wa Syria, na watu wote walikwenda kuandikwa kila mtu kwa mji wake. Na Yosefu vile vile aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Yuda hata mji wa Daudi ulioitwa Bethlehem, kwa sababu ilikuwa wa jamaa ya Daudi. 5. Aandikwe pamoja na Maria aliyepatana kuwa mke wake, naye ana mimba. 6. Walipokuwa pale, siku zake za kuzaa zilitimia, akazaa mwanamume wake wa kwanza, akamfunga nguo za kitoto, akamlalisha katika sanduku ya kulisha nyama, kwa sababu hawapata nafasi katika nyumba ya wageni.
Hii ilikuwa ni tangazo ya mfalme. This was an announcement for a king. Mfalme alitangaza tangazo. The king announced. Lakini tangazo hii kwa macho ya binadamu ilikuwa inaonekana ya kwamba ni upuzi ama ni vitu yenye viwezekani. But to humans this announcement just seemed like it was not serious. Ni kama jinsi unaweza kuwa katika nchi ya Kongo, hii ni mfano. For example, you can be in Congo. Kisha wanatangaza recensement. And then they announce essential. Kwenda kufanya sensa, recensement. They announce a census. Sasa wanakuambia we kama wewe kwenu kwa mfano ni Bukavu na huko Lubumbashi. And then they tell you if you are in Lubumbashi but your home is in Bukavu. Sasa wanakuambia utoke pale Lubumbashi uende fanya recensement Bukavu. Then they ask you to leave Lubumbashi and go to Bukavu so you can be part of the census. Na japo kote ni nchi moja. Even though it's one country. Kwenye unaweza fanyia hata pale pale. And you can just do it there. Ndio ilikuwa tangazo ya mfalme. That was the announcement of this king. Anasema kila mtu wote. He said everybody. Mwenye iko hapa. Who's here. Aende kufanyia recensement kwao kwenye alizaliwa. Should go to and have a census done in the place where they were born. Kwa macho binadamu unaona kama ni vitu wenyewe vilikuwa haviwezekani. To humans this just didn't make sense. Lakini hayo yote yalikuwa ni mipangilio ya Mungu. But that was all part of the plan of God. Jina la Bwana libarikiwe. Ili Mungu aende kuzaliwa kule kwenye aliyotayarishiwa. So that God can go and prepare for him to be born where he wanted. Hao walikuwa wanaishi Galilaya. They lived in Galilee. Maria na Joseph walikuwa wanaishi Galilaya. Mary and Joseph lived in Galilee. Nafasi kwenye walikuwa wanaitwa Nazareti. In a place called Nazareth. Sasa wakawaambia watoke hapo. And then they were told to leave. Waende kwao Yuda. To go to Judah. Kufasi kwenye wanaitiwa Bethlehem. In a place called Bethlehem. Jo waende kufanyia recensement kule kwao. That's where they sent them to go and be a part of the census. Na hapo huyu mama alikuwa kuwa na mimba kabisa na komaa. And at that time Mary was very pregnant. Na mimba hii haikuwa ya Joseph. And it was not the pregnancy of Joseph. Alipatwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. It was through the Holy Spirit. Hapo ndio Mungu kwanza wa kwanza ulionekana wa Yesu Kristo. And that was the first sign that we saw that he's God. Kwa sababu hata katika kisayansi, because even scientifically, kwa kusema kwa kupata mtoto, in order for a child to be born, inabidi mbegu ya kianaume ingie ndani ya mwanamke. A sperm is supposed to go into a woman. Kisha viungane, they're supposed to join, na ndio mtoto aonekane. And then a baby is supposed to be produced. Lakini hawa Yusufu na Maria haikukuwa hivyo. But for Joseph and Mary, that's not what happened. Maria alipata kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mary became pregnant through the na power of Mungu the Holy Spirit. akamshukia Yusufu akamwambia usimuguse bibi yako. And God came down to Joseph and told him, don't touch your wife. Kwa sababu Kenya na beba ni kitakatifu. Because what she's carrying is holy. Na Yusufu alitii hivyo hivyo. And Joseph obeyed. Hallelujah. Amen. Huyu Yesu Jesus alizaliwa was born, lakini alikuwa amekwisha kuwa zamani. He was born but he already was. Alitoka mbinguni, he came from heaven, akaacha uungu wake kule and left his ili aache kuvaa mwili. He came down, left his godness, Kusudi and came down so that he can put on flesh and save us. Hallelujah. Amen. Kusudi atukomboe. So that he could save us. Na huyu mfalme tangazo hiyo, and this announcement that the king gave, ilikuwa ni kwa sababu Mungu alimekwisha kumpatia mtumishi wake Mika message. It was because God had already given his servant Mika a message. Kwa kusema huyu mfalme hatazaliwa kule kwenye alikuwa. And the message was already said Kule that kwenye the king alikuwa will not be Nazareti born hatazaliwa huko. It already said that Jesus Lakini will not be ataenda born in kuzaliwa, Nazareth. ataenda kuzaliwa ku village yake.
And that he will go and be born in a different village. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusome hiyo message yenyewe Mungu alimpatia Mika. Let's go on to read that message that God gave to Mika. Mika 5 mstari wake wa pili. We are going to read Mika 5:2. Huyu Mika ni nabii. Mika was a prophet. Ni nabii wale wadogo wadogo. He was a small prophet. Sio nabii mdogo ni miaka kidogo hapana. Ni nabii wadogo kufuatana na kazi walikuwa wanapewa. It's not that he was young, but he was just not one of the great prophets. Mika 5 mstari wa pili. Mika 5:2 inasema ya kwamba bali wewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atalitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambao matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Amen. Hii ni message Mika aliweza kupewa. This is a message that we get from Micah. Alitangaza hii kabla Yesu hajazaliwa. This was announced before Jesus was born. Ya kwamba Bethlehemu wewe, that Bethlehem, wewe sio mdogo, you are not a small nation. Kwako kutatokea mfalme From you will come atakaye tawala, who's going to rule. Na utukufu wake and his glory ulianza tangu milele. Started for a long time ago. Ndipo mfalme akakuja kutamka sasa. And from there the king was born. Mfalme Augusto. The Augustus Kaisari Augusto. And this king akasema ya kwamba kila mtu ende kuandikwa. And he said everybody was invited. Basi Yusufu akakamata Maria. Then Joseph took Mary. Wakaenda kwenye punda yao. And went on their donkey. Wakaenda. And they left. Wakaenda. They left. Wakaenda. They left. Wakafika. And they arrived. Wakati walipofika. When they arrived. Mama amekwisha kuchoka. The woman was very tired. Machungu yamekwisha kuwa kabisa ya mingi. She was already in labor. Walienda nafasi ya wageni. They went to a place of guests. Walienda kuma hoteli hapo. They went to places like hotels. Lakini siku hiyo, but on that day, yes, Mungu God alisema ya kwamba said that siwezi kuchangia na wengine watu. I cannot share with other people. Ninaenda kutafuta wale wadogo wadogo. I'm going to look for the small ili nao wapate wokovu. so that they can also get salvation. Wakatafuta kwa hoteli pale. They looked for more. Hoteli zote zilikuwa zimejaa. All the inns and hotels were full. Watu wenyewe walikuwa wanawaona. And people who hawakuwasilia hata huruma kusema basi mkiopumzike kwetu. Did not even feel pity for them and give them. Hayo yote Mungu alikuwa anawafunga macho na akili. All that God was kwa sababu mapenzi ya Mungu yatendeke. So that his will aende kuzaliwa hapo fasi kwenye ya kustahili. Kusudi wale wenyewe wanajiona kama hawastahili. So that those who waone wokovu wa Bwana nao. Can also see the glory and the salvation of God. Hallelujah. Amen. Wakati alipoenda pale, when he went to that place, wakakutana na wachungaji wako pale. They found a lot of leaders, wachungaji wa kuchunga kondoo, a lot of shepherds. Ukiona watu wenyewe wako wachafu mdunia, if you see people who are dirty, wale wanakuwa wa kwanza wachafu wachungaji. Those people are very dirty. Those people na jani maji za ng'ombe. Their feet are full of cow dung. Makoti na nuka mikoyo ya ng'ombe. Their clothes are full of cattle. Lakini mwana wa Mungu akaenda pale. But the child of God went there. Maria machungi kamkamata. Mary was in labor. Akazalia pale pale. And she gave birth over there. Hawakusema ya kwamba tulete car seat ya mtoto. They didn't say you need to bring the car seat for the child. Leta berso ya mtoto. Or bring something else for the child. Bali mkamata mwana wa Mungu. They just carried the child of wakamtia God. Pale kwenye ng'ombe na kuliaka mchana. And put him where the cattle feeds. Inakuwa na maana yake. There was a meaning to that. Mungu asingelishindwa kupata nafasi pazuri. God would not. Lakini alipenda wale walio chini, wenye wanazaraulika, nao wapate wokovu. Nao waone wokovu wa Bwana. Amen.
salvation of Jina la Bwana the Lord. libarikiwe. Amen. Akazaliwa katika hori la ng'ombe. And then he was born in a place where cattle is kept. Hallelujah. Amen. Tangazo hili la mfalme, That announcement by the king, la kuweza kutangaza ya kwamba kila mtu aende fanya sensa kwao, where he made everybody go back to their own inatufundisha ya places. kwamba The Mungu census tells us that Mungu anaweza kutumikisha yeyote God can use anything ili atekeleze mapenzi yake, so that his will can be done. kwa sababu kila mtu Because anybody, iko chini ya mamlaka ya Mungu. everybody is under God. Hata shetani Even anaweza Satan kutumikishwa na Mungu can be used by God ili mapenzi ya Mungu itimilike. so that the will of God can be done. Haleluya. Amen. Mungu yuko juu ya vyote. God is above everything. Akitaka mapenzi yake itimilike, If he wants his will to anasema be wewe done, shetani, and he says, you say, wewe fanya hivi kusudi mapenzi yangu go itimilike. and do this so that my will can be done. Inawezekana. It's possible. Shetani anaweza kupiga magonjwa, Satan can attack lakini you, inatoka kwa order ya Mungu, but it comes from the order of ili God, mapenzi ya Mungu itimilike so kwako. that God's will can be Penye done uko for you. unashindikana kutoka ndani, What you were utoke failing ndani to kupitia follow, hiyo mapigo, you can be able to get out of that through ili that upate attack, wokovu wa Bwana. so that you can get the salvation of the Lord. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tukiangalia Ayubu, When we look at Job, Mungu alimruhusu shetani uende ukamharibu mwili, God allowed Satan to go and destroy Job's health, lakini usiguse roho yake. but don't touch his soul. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Shetani akaenda And Satan went ahead akaharibu mwili, and he akaharibu destroyed his mali wealth and na his watoto health akaua, and killed his children. lakini Mungu alikuwa anataka aoneshe shetani ya kwamba kuna kwa watu wangu, But God wanted to show Satan that he has his people. hata kama wapite katika majaribu gani hawezi kuniacha, That no matter what temptations and troubles they go through, they hata kama cannot let go. watukaniwe namna gani hawawezi No kuniacha, matter how much they hata insult, they wazarauliwe cannot namna let gani go. hawawezi No kuniacha, matter how much they are looked down upon, hata they wengine cannot leave God. wamwache yeye, hata niacha. Even if those people, other people leave God, others can leave God. Haleluya. Amen. Mungu God, akafunga Ana tumbo, he made it so that Hannah would not have children. maandiko yanasema Mungu akamfunga Ana tumbo. The word of God said that God is the one who Mungu made it anaweza that Hannah would kuruhusu not have kitu. children. God can allow something kusudi utukufu wake uinuliwe. so that his glory can be seen. Kwa kufungwa kwa Ana tumbo, For Hannah to be Mungu alikuwa infertile, anamaanisha ya kwamba hata ufanye miaka na miaka, God wanted to show that no matter how hata uwe na many years, miaka 18, even if you're 80 years old, mimi Mungu nikitaka uzae utazaa. when God wants you to have a baby, you will. Haleluya. Amen. Tangazo hii ya mfalme ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, This announcement kwa sababu by the hiyo king was sensa God's walikuwa kwa will. hiyo nchi wakifanyia pale pale na ingilishia pale, Because they were in that country and that census would have been done lakini in that place. waliwatuma kule Bethlehem But they were sent to Bethlehem kusudi wale wachungaji nao so that those people as well, those leaders, Wow. those shepherds, can also see the hand of the Lord. haleluya. Amen. Ilionekana ya kwamba unabii huo It looked at that prophecy ili Yesu afanywe chini sana for Jesus to be that way. kuliko mtu yeyote, They wanted Jesus to look like he was not worthy, he was down than anybody else, ili abebe wote, so that he could carry everybody. na matajiri The na wealthy, masikini the poor, wote awabebe, so that he could carry them wote all. wenye wanamsogelea Those who come to wote him, awabebe. he'll carry them all. Haleluya. Amen. Kwa kuzaliwa kwake alizaliwa kimasikini sana. Jesus was born very poor. Ujiulize, ukamate bebe wako leo umtie kwenye ngombe na kuliaga, je, unaweza kulifanya kweli? Ask yourself, if you were to take your baby today and put them a place where cattle eats, are you able to do that with your kids?
Kwa hiyo masiku ukikuwa tuko na mimba, for in this day and age, if you were pregnant, maana yake hautatafuta aka kikapu ka 200, unapaswa tafuta kikapu ile ya 1400. You are going to look for you won't look for something where you'll carry your baby for 200 but for 4,000 instead. Katoto wa kwanza tumuzika lika 1000, tumuzika 7000. That's my first son. Why would I buy him something so cheap? Let's buy the expensive one. Mwenzetu alilala kwenye fasi ya kulishia ng'ombe. Jesus slept on a place where cattle were being fed. Alijishusha. He humbled himself. Na ni Mungu mzima. And he's God. Hallelujah. Amen. Inatufundisha na sisi. It teaches us kujishusha. To humble ourselves. Kujishusha. To humble ourselves. Hallelujah. Amen. Kujishusha. To humble ourselves. Kwa sababu Bwana wetu naye alijishusha. Because Jesus, the Lord, humbled himself. Lakini wakati alipozikwa, but when he was buried, alizikwa na matajiri. He was buried by the rich. Hallelujah. Amen. Baba tundu alienda kumzika. The rich buried him. Huyu mwenye anaitwa Yusufu wa Arimathaya, Joseph of Arimathaya, huyu alikuwa ni boss katika nchi kwa wakati huo. He was a very wealthy man at that time. Ni kama gise tunaweza kamata Max leo. It's like Elon Musk. Max Leon, hapana uwetu hapo. Leon Musk. Amumjui? Tajiri hapa? Elon Musk. Huyo. It's like how they can take ndio tajiri wa kwanza hapa Amerika. It's like Elon Musk who's rich right now. That was how that man was in the past. Ule ndio tajiri. So tukamate huyu Yusufu wa Arimathaya alikuwa na tajiri katika wakati huo. So when you take this Joseph, na huyu alikuwa na hiyo ruhusa ama alikuwa na hiyo nguvu ya kwenda kwa mfalme kwenda kulomba mwili wa Yesu. And he had that power and that ability to go to a king and ask for the corpse of Jesus. Na alienda kamata mwili wa Yesu. And he went and took the corpse of Jesus. Hapo zamani walikuwa wanatayarisha kila mtu makaburi zake. Before they used to prepare everybody's grave. Na alikuwa anachonga kaburi yake kwenye mwamba ya mzuri kabisa. And he had his grave that he was already keeping. Na hapo ndio kwenye alienda kumlaza Yesu. And that's why he went and put Jesus to rest. Mwingine naye mwenye alimzika Yesu. Somebody else that buried Jesus. Anaitwa Nikodemo. His name is Nicodemus. Huyu naye alikuwa ni mtu wa pesa naye. He was also a rich man. Tena alikuwa ni mtu wa elimu. He was also an educated man. Huyu alibeba litra karibuni 100 za malashi za parfum. They took almost 1,000 liters of perfume. Yenye inaweza kupima hata 50 kilo. That's almost 50 tukamate video yote ya shone hizi mavideo zikalaki. Take like the big gallons. Mnakumbuka wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Remember that when Jesus had his disciples, ukakuja umoya mama alikuwa ni malaya. And there was a lady who was a prostitute. Akakamata kachupa kamoja tu kamarashi. And she took a small bottle of perfume. Akaimwaga kwenye miguu ya Yesu. And poured it on the feet of Jesus. Akampanguzisha nywele yake. And used it to wipe his head. Wanafunzi wakasirika. And the students were not happy. Bwana, usimkataze huyu mwanamke. Hii malashi nyana kumwagia kwa miguu tungiushisha tayo tupatie wa maskini wakiwasaidia. And the disciples were not happy, telling Jesus to stop the woman from doing that because they could have sold that perfume and given it to the poor. Hapa nitawaambia kwamba kale kalikuwa ni kamoja tu. That was just a small bottle. Lakini huyu Nikodemo alibeba lita karibuni 100. But this man took almost 1,000 liters. Ili aende kupaka mwili wa Yesu. So that he could go and put on the body of Jesus. Kwa kuzaliwa kimaskini. In birth he was born as a lakini kwa kuzikwa kwake alizikwa na matajiri. But when he was buried by the rich. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na hii inamaanisha ya kwamba yeye anabeba wote. It
means that he takes all of them. He carries Anabeba wa them. maskini, He carries the poor. anabeba wa And he tajiri. carries the rich. Wote wanamhitaji Yesu. They all need Jesus. Hallelujah. Amen. Wote wanamhitaji They Yesu. all need Jesus. Kwa hiyo jambo yenyewe alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. So where he was born, in that manner that he was born, Sio vitu vyenyewe vilipita tu, ni accident ilifanyika. it wasn't an accident or something that just so happened. Ilikuwa na shaba. It had a reason. Hallelujah. Jinsi sasa alivyopokelewa. And that's how he was received. How was he received? Kweli ulimwengu ulimkataa. The world rejected him. Mpaka leo Until today, kuna wenyewe wangali wanamkataa. there are still people who reject Jesus. Mpaka leo Until today, kuna Mkristo there are people that angalika na anatofautisha Mungu na Yesu. Still differentiates between God and Jesus. Hapana, kuna Yesu na kuna Mungu. Differentiates that there's Jesus and there's God. Mpaka leo hawajamjua. To this day, they don't know him. Mpaka leo kuna mapasteri hawajamjua. To this day, even some pastors don't Kuna know him. Wakristo wenyewe hawajamjua. There are some Christians who Wanajua don't kuna know him. Mungu na Yesu. And there's people who think there's God and there's Mpaka leo. Jesus. To this day. Tunasoma Yohana sura ya kwanza mstari wa 11. We'll read John 1:14. Tunaenda kuona jinsi alivyopokelewa. We're going to see how he was received. Shandika Yohana 1. John 1:14. Inasema ya kwamba 1:11. John 1:11. Alikuja kwake nao walio wake hawakumpokea. Amen. Amen. Alikuja kwa wake, lakini walio wake hawakumpokea. He came to his own, and his own people did not receive him. Mpaka leo To this day, kuna wenyewe wangali na wasiwasi juu ya Yesu. there's people who are still confused about Jesus. Yesu ni Mungu, Yesu sio Mungu. They are worried and confused whether is Jesus God or is God Jesus. Je, kuna Mungu, kuna Yesu? Is there God and is there Jesus? Mpaka leo To this day, watu wangali na confusion. people are still confused. Huyu ni Mungu, yule Mungu ni mmoja tu. There is only one God. Ni yule alivaa mwili. The one who wore flesh. Ni yule alikuja kutukomboa. He's the one who came to save Na us. ni yule atarudi tena And he's the one who will come back kuja kutuchukua. to come and take us. Haleluya. Amen. Katika hali ya kibinadamu, As humans, nisha visema hapa, kwa kupata mtoto inafaa mbegu mbili ziungane. to reproduce, you need two seeds to meet. Kwa yeye hakukuwa hivyo. For Jesus, that did not happen. Ili inaonyesha uungu wake kwanza wa kwanza. That already shows how he's God. Nani duniani mwenyewe alizaliwa bila mama na baba kuungana? Who on earth was born without a mom and a dad Hakuna. meeting? Hata Nobody. mmoja. Nobody. Uungu wake wa pili. His other greatness. Nani mwenye ulisikia alikufa na akafufuka? Who else have you heard of who's died and been resurrected? Wenyewe watu walikufa walikufaka wakafufuka. All those who were born and then resurrected. Benye mnajua katika Biblia kama vile kina Lazaro. Those who you've seen in the Bible like Lazarus. Lakini mwisho walikufa. They died again. Hallelujah. Amen. Lakini yeye alikufa, But Jesus died, akafufuka, was resurrected, mpaka leo iko hai. and to this day he's alive. Hallelujah. Amen. Uungu wake. That shows how he's God. Yeye ni Mungu. That he's God. Ni yeye aliumba dunia. He created the earth. Maandiko namshuhudia. The word of God Hapo testifies mwanzo yeye on his alikuwa ni behalf. neno. In the beginning he was the word. Na vyote vilifanyika kwa yeye. And all that Na happened to hakuna him. chochote kile kilifanyika pasipo yeye. And nothing happened that wasn't him. Hallelujah. Amen. Sasa tuende kuona wenyewe walikubali kumpokea. Now let's go and see those who accepted to welcome and receive him.
Wa kwanza walikuwa kundi la wale wachungaji. The first people were those shepherds when he was born. Hiyo tunaona kwenye Luka 2:8-14. We see that in Luke 2:8-14. Luka 2:8. Luke 2:8-14. Katika nchi ile wachungaji walikuwa wakikaa katika shamba wakilinda kundi lao usiku kwa zamu, na tazama, malaika wa Bwana aliwatokea. Tukufu wa Bwana ukawaangazia, wakaogopa sana. 10. Malaika akawaambia, msiogope, kwani tazama, ninawaletea ninyi habari njema ya furaha kubwa itakayokuwa kwa watu wote. Kwa sababu leo wamezaliwa kwenu katika mji wa Daudi Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ni alama kwenu, mtakuta mtoto amefungwa nguo za kitoto, amelala katika sanduku ya kulishia nyama. Haleluya! Hawa watu walipata hiyo neema ya kumuona Yesu na wakamkaribisha. These shepherds got that grace to see Jesus and welcome him, and they welcomed him. Na hawa waliwakilisha kategori yote ya watu wa chini. And those represented the category of those people who are living beneath in the society. Watu wenye wa kusoma, the lower class who are not educated, watu wenye hawana neno kwa watu, those who have no word before people, watu wa kuzaraulika, those people who are ashamed, and watu wa chini wote, those people who are lower class, waliweza kuwakilisha na hao watu. They were represented by these shepherds. Walipata neema nao, they got that grace ya kuweza kumuona Mwokozi, to go on and see na wakamkaribisha, and they welcomed him. Haleluya. Kuna ingine kikundi iliyomwona Yesu. There's another crowd of people that saw Jesus. Huyo Luka sura yake ya 2:25 mpaka 28. In this same book of Luke 2:25-28. Natazama mtu alikuwa katika Yerusalemu aliyeitwa Simeoni, na yule mtu alikuwa mwenye haki na wema, akingoja faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Likafunuliwa kwake na Roho Mtakatifu asione kufa hata ameona Kristo wa Bwana. Naye alikuja kwa kuongozwa na Roho katika hekalu, na wakati wazazi walipoleta mtoto Yesu wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya Torati, yeye mwenyewe akamtoa katika mikono yake, akasifu Mungu akisema, sasa Bwana, uruhusu mtumishi wako aende kwa utulivu kama ulivyosema, kwa sababu macho yangu yameona wokovu wako ulioweka tayari mbele ya macho ya watu wote. Haleluya. Wengine naye mwenyewe alipata neema ya kumuona, alikuwa ni Simeoni. Somebody else that got that grace to see Jesus was Simeon. Simeoni alikuwa anaishi tu hekaluni. Simeon was somebody that lived in the church. Na alikuwa anasikia habari za Yesu kama atazaliwa. And he used to hear the news of Jesus being born. Wakati mmoja tu iko hekaluni, and one day while he was in church, akaona Maria na Josefu wanakuja he na saw mtoto, Mary and Joseph coming with a child, ili aende kubarikiwa, so that they could be blessed, they could bless Jesus. Wakati alipomlea mtoto, and when he carried the baby, akasema, Bwana, and said, oh God, imetosha sasa kwangu. Oh Lord, now it's enough. Uchukue sasa mtumishi wako, you can dismiss your slave, kwa sababu macho yangu, because my eyes yamemwona Bwana, have seen your salvation. Hallelujah. Amen.
Unapomuona Bwana, when you have seen the Lord, unapokuwa na Bwana, when you have the Lord, unatosheka. that's enough. Unasema hata mwili iteseke, You say, even if my lakini flesh is sisi nimemuona suffering, Bwana, as I've seen the Lord, nitaishi naye I will live na with him, nitakuwa naye milele. and I'll be with him forever. Haleluya. Amen. Huyu Simeoni naye akamuona Bwana. Simeon saw the Lord. Alikuwa anamsikia, He had just heard about him, akamuona Bwana. and he saw him. Kuna mwingine mama naye There's another woman as alikuwa na well. miaka 84. She was 84 years old. Huyo alikuwa ni nabii wa mwanamke. She was a female prophet. Alikuwa anaitwa Ana. Her name was Hannah. Huyo tunamuona naye katika huyo Luka 2, We see in Luke 36. 36:37. Huyu mama naye alimuona Bwana. This woman also saw the Tunasema ya Lord. kwamba kulikuwa mmoja Ana, nabii mke, binti ya Fanueli wa kabila la Aseri. Alikuwa mzee sana, naye alikuwa na mume miaka 7 toka bikira wake. Alikuwa mjane mwenye miaka karibuni 84. Hakuondoka kwa hekalu, lakini alitumikia Mungu kwa kufunga na kuomba usiku na mchana. Na yeye akitokea saa ile ile alishukuru Mungu, akapasha habari zake mbele ya watu wote waliokuwa wakitazama ukombozi katika Israeli. Amen. Amen. Huyu mama naye, This woman as well, mume wake alikuwa na mume wake, she had her kisha husband, miaka 7 mume akafa. and after 7 years the Huyu husband mama died, akabaki kuwa mchane, and the woman remained a widow, akaenda ndani ya hekalu. and she went into the Maandiko temple. nasema alikuwa akiomba na kufunga, She was praying and fasting, akifaizia kazi ya Mungu hiyo just kazi. doing the work of God. Haleluya. Amen. Haukuwa na jaribu ya kuolewa, She didn't care about getting married. alikuwa anaomba na kufunga She was praying and fasting ndani ya hekalu la Mungu. in the temple of the Lord. Na siku moja naye, And one day, hiyo siku yenye Simeoni alimuona when Simeon saw na akapata Jesus, bahati, alikuwa mule mule, she was also blessed to be naye in the akamuona presence, Yesu. and she saw the Lord. Hawa watu wawili These two people, wanarepresente they represent watu wa dini, religious people, watu wa makanisa. church people. Yaani Yesu alionekana kwa watu wa chini, So Jesus revealed and showed himself, and he was seen by lower class kupitia people, wale wachungaji. through the shepherds. Yesu alionekana kwa watu wa matini, And then also Jesus revealed himself and kupitia was Simeoni seen na by Ana, religious people through Simeon and Anna. na wengine wenye walimuona Yesu And the others who saw Jesus ni wasomi, were the elite, those who were educated. wanawaita wa majusi. Wa majusi ni watu wenye wanasoma vitu ya nyota. There were people who studied the stars. Yes. Wale walikuwa ni wasomi kabisa. Those were educated people. Wale nao waliweza kumuona Yesu. They also saw Jesus. Hao waliona nyota They saw the stars. yenye iko tofauti na zingine nyota. They saw stars that were different from other Wakasema stars. hii nyota hatuionaka. And then they said, we've never seen such a star. Acha tuifuate, tuitidie mzuri. Let's follow it so we can study Na it wakati well. walifuata hiyo nyota, And when they followed that star, kwenye ilishimama, where it stood, wakakutana mtoto amelazwa they found a child there. kwenye ori la ng'ombe. On the trout where Nao wakamuona killing Yesu trout. pale, And they saw Jesus there, wakamwabudu and they worshipped him, na wakamshushutu. and they worshipped him. Hiyo tunaiona kwenye Mathayo 2:1. We see that in Matthew 1, Mathayo 2:1 Matthew 2:1, mpaka 2. Mathayo 2:1, 2. Matthew 2:1-2. Nasema ya kwamba wakati Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Yuda, siku za mfalme Herode, tazama, wawakili wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa sababu tuliona nyota yake katika mashariki,
nasi tumekuja kumuabudu. Haleluya. Wale watu wa elimu nao, and these wise men, walimwona Yesu. they also saw Jesus. Yani alikujia kwa watu wa chini, He came to the lower class men. Alikuja kwa watu wenye wanaamini ama makanisa, He came to the church, to those ama who believe in him. Akakuja vile vile kwa wasomi. He also came to the wise men. Wote wanamhitaji Yesu. They all need Jesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dini zote zinamhitaji Yesu. All religions need Jesus. Wasomi wote wanamhitaji Yesu. All the wise people need Maskini wote Jesus. wanamhitaji All Yesu. the poor need Jesus. Dini inaweza kuwa na nabii. Religion can have a prophecy. Inaweza kuwa na mtume. It can have a savior, a servant. Lakini dini haina mkombozi. But a religion does not have a savior. Haleluya. Amen. Inaweza kuwa iko na mtume, It can have a servant, lakini haina mkombozi. but it has no savior. Mkombozi ni umoja tu. There's only one savior. Ikiwa tunasherehekea Christmas, If we celebrate Christmas, tunatangaza kama kunakuwa mkombozi. it's an announcement that there is a savior. Kunakuwa mkombozi. There is a savior. Sisi hatujali na madate ya 25. We don't care about the date specifically. Tunaweza celebrate hata le premier. Even the first we can Lakini celebrate. kenye tunatangaza kama kunakuwa mkombozi That there alizaliwa. is a savior that was born. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Naona watu wa kule tu wanaitika. Haleluya. Amen. Tunatangaza mkombozi alizaliwa. We are spreading that there was a savior who was born. Maisha yote yenye unakuwa nayo, All the life that you have, jinsi unavyoishi leo, how you're living today, jinsi utaishi kesho, how you live tomorrow, ni kwa ajili ya Yesu is Kristo. because of Jesus Christ. Mambo yote yenye utafanya, All the things that you'll do, ukifanyikisha, when you do them, ni kwa ajili ya Yesu. is because of Jesus Christ. Huyu anakamata kila kitu. He takes and carries everything. Yeye alikuja kutukomboa. He saves us. Haleluya. Haleluya. Amen. Tangu azaliwe Since he was born, tunakuwa na miaka 2000 sasa. it's been 2,000 years. Na hiyo miaka 2000, And those 2,000 years, Mungu anaacha dunia isiharibike. God didn't want the world to be destroyed. Ingaliki na chunga, kuna wenyewe hawajamkubali. There's still people who have not accepted him. Ili wamkubali, For them to accept him, kwa sababu yeye ndio njia na kweli. they must accept him because he's the true path. Ili wamkubali, For them to accept him, ili waende mbinguni. they must accept him so that they can go to heaven. Hakuna ingine njia. There is no other way. Hautapita kwa Maria, You won't go through Mary. hautapita kwa You Yusufu, won't go through Joseph. hautapita kwa You Petro, won't go through Peter. hautapita kwa manabii bote wenye You unajua, won't go through any prophet that you isipokuwa know. kupita tu kwa huyu You can Yesu only go Kristo, through Jesus kwa Christ. sababu yeye ndio njia Because it's the na way, kweli the truth, na uzima. and the life. Hautafika kwa Mungu You won't go to God bila upite kwake. if you don't go through him. Yeye ndio Mwokozi He is the Savior. na alikuja And he came ili akomboe wote, so that he could save walio all. maskini, Those who are walio poor, matajiri, those who are rich, walio wasomi. those who are educated. Anasema nyote njooni He kwangu. says, all of you come to me. Angaika anatega mikono. He's still opening his arms wide. Kuna wenyewe angali wanamkataa, There's still those who are refusing and rejecting. lakini anatega mikono. But he's opening his arms wide. Njooni kwangu, Come to me. njooni kwangu. Come to me. Haleluya. Amen. Unaweza kuwa na mizigo. You can have burdens and loads to carry. Kuna mizigo yenyewe hawezi kuona. There are burdens that you cannot see.
Maandiko yanasema ya kwamba the word of God says that wenye tunapambana nao what we're fighting against sio wa damu na maji, is not the flesh, lakini ni mapepo. but is spirits. Pepo hawezi iona, You cannot see a spirit, na hakuna mwenye anaweza kutoa mzigo wa pepo. and nobody can take a spirit. Kiburi uko nayo, kiburi uko nayo ni The pepo. pride that you have, that's Hiyo a ni bad mzigo spirit. mzito, That's a heavy burden yenye hakuna mwenye anaweza itua that nobody can take, isipokuwa Yesu Kristo. only Jesus. Kazarao unakuwa nayo Looking down on people, ni mzigo, that's a burden. hakuna mwenye anaweza kuitua Nobody can carry it isipokuwa Yesu Kristo. if it's not Jesus. Ndio maana anasema leteni mizigo kwangu. That's why he says, cast your burdens unto Ilikuwa me. mizito, It was heavy, nami nitayapumzisha. and I will give you rest. Tunapokea Yesu Kristo. We receive Jesus Christ. Tulimpokea tangu tulipofanya maombi ya toba, We have received it since we lakini kwa prayed leo for repentance. tunakumbusha tu. But for today, it's just a reminder Na huyu sio mtoto Yesu. that Jesus is not a Yeye child. alikuwa tangu kale, He was there before, na kuzaliwa kwake and his birth, ili wanadamu wapate kumkubali. it was so that humans can accept him. Angelikuja na hiyo mwili ya kimungu huko, If he would have come as God, hakuna mwenye angemsogelea, nobody would have gone close to him. lakini alijifanya wa bure But he made himself into nothing, ili mimi na wewe so that you and I tupate hiyo wokovu. can get salvation. Wenyewe penye alikujia walimkataa, Those who he came for rejected him. mpaka leo kule Israeli To kule this day in Israel, wangali wanangoja mwingine masia wao, they're still waiting for another Messiah. hawamjui They don't know him, na njoo kwao. and that's his place. Lakini wewe mtaifa But you, who is a foreigner, unamjua, you know him, unamjua, you know him, unamtumikia, and you serve him, na unakuwa na imani and you have faith ya kwamba siku moja that one day atakuja kukuchukua. he will come and take Wewe you. uko waheri. You are more blessed. Tuendelee kumwamini huyu Yesu. Let's continue to believe in Hakuna Jesus. mwingine atakayetutetea, Nobody else can hakuna mwingine advocate for us. atakayetuingiza mbinguni, Nobody else can take us hakuna to mwingine heaven. atakayetupatia nguvu ya kuishi hapa duniani Nobody else can give us the strength to live here on earth isipokuwa ni yeye. if it's not Jesus. Basi yayo nilikuwa nayo siku ya leo. That's what I had for today. Mungu awabariki, God bless you, na tujue kwamba Mwokozi wetu and we should know that our yuko Savior pamoja is nasi. with us.